ukiwa na marafiki ambao wako na characteristics za John Mark, na kuambia wewe umeisha. John Mark asaidii mtu wakati ako na shida. John Mark wakati kanisa linafika persecution and suffering, John Mark anakimbilia kwa jirani. Wakati mvua inaisha kunyesha, John Mark anarudi. Anambia mimi nilikuwa nimeenda tu Nairobi, simu yangu iliharibika, ilianguka kwa maji, lakini saa hii network inapatika. Salamu yako jirani, mwambie saa hii network inafanya. Simu ya John Mark inaweza anguka kwa maji na aweke off na arudi asafishe na akaushe na aanze kutumia. Na akwambie ilikuwa kwa maji. Na Mungu amesaidia haikuharibika. Yesu asifiwe. Amen. Tusome Matendo ya Mitume 12:12. Wacha tuone who is this John Mark. Amen. Oh, Yesu asifiwe. Na ningelipenda kungekuwa na mtu ya kusoma, lakini nataka tusome wote kwa pamoja. 12:12. Mnakumbuka kuna wakati Petro na Yohana. Amen. Mnakumbuka kuna wakati Petro alishikwa na Herode. Tuko mahali pale. Sikuwa tumepita mahali pale. Baada ya kumua Yohana Mbatizaji, si ni kweli? Alafu akaona vyema pia watu wa Wayahudi wamefurahi, akashika Petro akamweka ndani ili ikifika siku ya Sabato afanye nini? Amtoe, amwaibishe mbele ya nini? Ya watu. Biblia inasema lakini kanisa lilifanya nini? Amen. Nataka useme hiyo kwa sauti. Lakini kanisa lilifanyaje? Kanisa lilimwombea. Lilimwombea likiwa wapi? Lilimwombea likiwa kwa nyumba ya John Mark. Taramia jirani. Kanisa likiomba Mungu mpaka Mungu akashuka, lilikuwa limekusanyika kwa nyumba ya John Mark. Hebu salamia jirani. Na ukiweza muite John Mark, msalamie tu. Salamia jirani. Na ukiweza muite John Mark. John Mark si mtu mzuri. 12. Wacha tusome 12 verse 11 na some na 12. Biblia inasema hata Petro 11, tuko hapo, twende wote pamoja. Naomba twende wote pamoja katika jina la Yesu. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amepeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamiwa kote kwa taifa la Wayahudi. Mstari wa 12. Tunasoma wote Kiswahili. Na alipokuwa akisafiri akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili anaitwa Marko, na watu wengi walikuwa wakifanya nini? Wakikutana wakifanya nini? Wakiomba. Kwa nyumba ya nani? Salamia jirani, mwambie haleluya. Haleluya. Let me tell you, watu wa Mungu, kuna stage you have an opportunity ya kuifanya kazi ya Mungu vizuri. But John Mark alipokufa aliwacha wajukuu. Na wajukuu hao ndio wamejaza kanisa. John Mark akombaka na vitukuu ambaye ikifika uzito wa kanisa wanajifanya wako busy. Wakati wa kujenga hata sima anaweza weka ofa aseme ilianguka kwa maji. Wakati mambo yanakuwa mazito watakuacha kwa mataa. John Mark hataki uzito, na mimi nataka kuambia John Mark aliokokea kwa nyumba yake. Yes, wakati watu wanaomba mpaka Petro anaachiliwa, John Mark aliamini na akaokoka siku hiyo. Lakini John Mark hakukombolewa. Amen. John Mark akahost kundi la waombezi, wakaomba miujiza ikaanguka. Lakini John Mark hataki shida. Amen.
Amen. Kwa nyumba ya John Mark, Petro aliona Mungu. Katika maombi yenye ilikuwa kwa nyumba ya John Mark, malaika alitumwa kwa gereza. Akafungua milango zote 4. Mlango wa kwanza akapea usingizi maaskari 4 wakalala bila kujua chenye wanafanya. Akafungua mlango. Malaika akaenda mlango wa pili, akafanya malaika wa maaskari 4 tena wakalala usingizi. Akafungua mlango. Mlango wa 3 malaika wengine 4 maaskari wengine 4 wakapata usingizi. Akafungua mlango. Mlango wa 4 wakafanya malaika akafanya maaskari 4 tena wakalala usingizi. Milango zote 4 zilizolindwa na maaskari 4 wakalala usingizi. Petro akashikwa, akapigwa kwa ubavu na mwangaza, wakamtoa kwa gereza. Biblia inasema Petro alikuwa anafikiri ni ndoto. Alikuwa anafikiri anaota ndoto ya mchana. Lakini alipofika nje akakundua ni ukweli, malaika amemtoa kwa gereza. Amen. Anapoenda kwa nyumba ya John Mark penye maombi inafanyika, kichakaza anaitwa Roda akaona, akasikia mtu anabisha. Akamwambia Petro amekuja. Akamwambia Petro gani? Na najua John Mark ndiye alisema huyo si Petro, huyo ni Herode amekuja kutushika hata sisi. Salamu yako jirani. Huyo ni Herode amekuja kutuchukua sisi bila alichukua na Petro. Ambia wewe kichakazi wachanga ujinga. Wacha sisi tuendelee na maombi. Pia mlango ikaendelea kufanya nini? Kugonga. Wakaenda akamwambia huyo ni mtumishi wa Mungu Petro amekuja. Akamwambia hiyo wacha mambo yako. Bwana asifiwe. They are praying but they don't believe ya kwamba maombi yao inafanya nini. Kuna wakati hata sisi wa Kristo unaingia kwa maombi kama leo asubuhi tumechapa maombi kabisa. Mimi nauliza wewe, uliamini maombi ndio ulikuwa unaomba kweli? Salamu yako jirani. Uliamini kabisa? Ama ni kama wale walikifungia kwa nyumba ya John Mark? Najua John Mark na roho yake chafu inafunga mpaka watu walikuwa kwa nyumba. They don't believe the prayers they are praying. Wanaombea Petro atoke. Petro ametoka bado wanasema Petro hajafanya nini? Kuna wakati tunaomba, kweli tunaomba tukilia but we don't believe the prayers. Salamu jirani. Muulize unaamini maombi ndio unaomba? Hata leo tuko kwa kanisa. Tutakaposema twende mbele za Bwana. Do you think utabelieve ya kwamba that prayer inafanya kazi? Watu wengi tunaenda kwa maombi miaka mingi but we have never believed that what we are praying. Unaombea kazi ambayo unaomba tu kwa mdomo. The heart is not praying. Unaombea ndoa, just the mouth is praying but not the heart. Tunaomba tupone lakini tunasema tu kwa mdomo tupone. We have not believed that we can get healed. John Mark is a devil in himself. John Mark ana pepo la doubt. John Mark hawezi amini ya kwamba mambo yatatendeka. John Mark mara mwisho anatoroka Yesu. Mimi sijui hiyo mtu. Wanataka kumshika anawacha manguo anaenda uchi. Sema hata ni heri nitembee uchi lakini watu wasidifanye nini? Salamia jirani. John Mark. Na mimi nataka kuambia John Mark alipendezwa na madisciple wawili. Barnaba alipenda John Mark. Paulo akapenda John Mark. Vile alipenda Timotheo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niko na dakika 5. Nataka tusome na wewe 16 verse 1. 16 verse 1. Bila nasoma basi. Tuko hapo, nataka twende wote. Basi akafika Derbe na Listria, na hapo palikuwa na mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyeamini, lakini baba yake alikuwa Myunani. Bwana asifiwe.
Hii ni mtoto ambaye ni mkosa kabila. Upande moja ni Myunani, upande mwingine ni Myahudi. Wayunani hawatahiri, Wayahudi wanatahiri. Mnakumbuka chapter 14 tulikuwa na ubishi. Watu wasipotahiri wesi okoka, watu wakitahiri. Paulo akasema kama umeokoka, kama hujaokoka na ulitahiri, wewe ulitahiri hewa. Ni heri hata usitahiri na ufanye nini? Uokoke. Amen. Na ndio tukakuja na injili inaitwa the gospel of grace. Na kwamba tumeokolewa kwa neema ya Mungu. Si kwa matendo, si kwa kabila, si kwa kujuana, si kwa pesa, si kwa sababu wewe ni mzuri, but because of the grace of the Lord Jesus Christ. Sema amen. Amen. Wacha nikwambie, na Paulo wakati John Mark anaenda na Barnaba, Paulo akatafuta mtu mwingine. Akasema mimi I know kazi hii tunataka kufanya si akina John Mark. Watu wa kungojea chakula. Sherehe ikipigwa na kwambia laini hautaingia. Hata wewe mwenyewe tutapika sherehe ya kanisa. Na naomba Mungu anisaidie mchungaji Alex. Make sure watu wamesimama na kazi ya Mungu wameumia, wao wa kwanza kukula. Pigia Bwana makofi. John Mark utapata ndio yako una sahani ya kwanza. Kwani nimeongea mbaya kwa mtu? Sasa mimi jirani muulize kwani nimekutusi? Sijaongea mbaya. Mimi naongea tu kwa John Mark. John Mark akana tabia mbaya kwa church. John Mark anafanya huduma inarudi nyuma. John Mark anafanya miracle cannot work. Paulo akaamua wacha nichukue mwanafunzi mwingine. Akachukua Timotheo. Timotheo baba yake ni Myahudi. Mama yake, wanasema mama yake ni Myahudi, baba yake ni Myunani. Inamaanisha kama baba ni Myunani na Wayunani watahiri, Timotheo hajatahiri. Na Timotheo kama hajatahiri, kwa ulimwengu wa kawaida hawezi kuhubiria Wayahudi. Wayahudi waliamini utahiri ndio tujue umeokoka. Kwa hivyo Paulo ikabidi atahirishe nani? Timotheo. Ndio Wayunani wamkubali na Wayahudi wafanye nini? Kwa sababu walikuwa wamechaguliwa kuhubiria Wayahudi, akubariki. Amen. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Let us learn 1, 2, 3 things kutokana na mtumishi wa Mungu Timotheo, alafu tutakuwa naomba na wewe. Nasoma kitabu cha Timotheo wa pili, yaani Timotheo mwenyewe amejiandika. Amen. Timotheo, tunasoma Timotheo na Timotheo mwenyewe tunataka kumjua. 2 mstari wa kwanza. Timotheo wa pili 1 verse 5. 2 Timothy 1 verse 5. Biblia inasema, Kiswahili tunaenda wote pamoja. Nikikumbuka imani uliyo nayo isiyo na unafiki. Inamaanisha ni John Mark alikuwa dhaifu wa imani. Amen. Na imani ya John Mark ilikuwa imani ya kutosimama, imani ambayo haiko anywhere. Number 2, wazazi wa John Mark hawajulikani. Watu wanasema tu kulikuwa na mwanamke mmoja mjane ambaye alimzaa nani? John Mark. Baba yake hajulikani. Amen. Twende. Nikikumbuka, twende. 1, 2, 3. Nikikumbuka imani uliyo nayo isiyo ya unafiki, ambayo ilikuwa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Yunike, nami na sadiki wewe nawe unaye. Ni nini inafanya kanisa la Mungu linakuwa na changamoto? Watu wengi they don't know their background.
Watu wengi wajui wa baba yao na mama yao na kuka yao na babu yao, na hiyo kitu huwa inahadhiri wokovu. Labda baba yako alikuwa mwoga wa kuokoka, hakuifanya kazi ya Mungu. Babu yako labda alikuwa mganga na mchawi. Unaweza kuwa mtumishi mzuri, unaweza kuwa mwimbaji mzuri, unaweza kuwa mwombezi mzuri, unakuwa mwanafunzi wa Yesu mzuri, mchungaji mzuri, nabii mzuri, mwalimu wa neno vizuri, lakini background will let you down. Unakuwa kama John Mark. John Mark ni muoga, akiona watu wanapigwa imani yake inapotea sahihi. Akiona hukumu yoyote ya maisha, John Mark anatoroka, anasema mimi endeni tu nitawaombea. Si tutaki maombi ya John Mark, salamia jirani. Mwenye anataka maombi ya John Mark amwambie amumbe. Sisi tunataka maombi ya imani. Biblia inasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Watu kama Timotheo ambaye nyanya yake alikuwa mwenye imani. Imani ikaingia kwa mama yake anaitwa Eunike. Imani ikamjaa Timotheo mwenyewe. Kijana anakuja akiwa na power and authority. Watu ambao wanaweza move the gospel. Wengine akipata shida kidogo, changamoto kidogo. Tuligombana na mzee pastor, niliona sikuji kukwaza kanisa. Alikwambia wewe unaweza kukwaza kanisa salamia jirani. Mmegombana nyumbani. Alikwambia wewe utakuja kukwaza kanisa salamia jirani. It's you yourself. Hiyo roho iwezi funga kanisa. Mjue kanisa ni mali ya nani? Inazuilia tu wewe usipate upendo. Inazuilia John Mark kutoenda kazi. Amen. Inazuilia waka John Mark wanakataa hawakurudi kukula chakula na yeye. Akaenda na Baranaba kutoka mahali pale hatujui John Mark alienda wapi. Amen. Hatujai kusikia kutoka kwa John Mark. Watu wenye wameacha historia ya utukufu wa kazi ya Mungu, watu wenye imani. Watu ambaye wa vita ni si shida kwao. Watu ambaye kufanya kazi ya Mungu, they don't care so long as they have time. Amen. So long as pesa iko kwa mfuko, nasema pastor mimi nitatoa mlango, mimi nitatoa dirisha, pastor mimi nitachangisha. Kuna watu ikifika wakati wa kuchanga, wanasema ameenda matanga. Na mimi jirani. Oh. Kumbe mko hapa ndio kwa sababu jasalamia jirani. Ikifika wakati kazi ya Mungu inahitajika, unakuwa busy. Pastor mama yangu aliniita na nikaona niende nimwone ni siku ya kuchangisha. Si mama amezaida Monday. John Mark has a problem na anahitaji kuwa addressed. Amen. Oh, Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Generational curses. Generational limitation. Generational backwardness. Kila kitu ukitaka kufanya lazima ifail. Hati kwa hiyo familia wafanyiki biashara. Kumbe ni nyanya. Kumbe mama yangu alishindwa. Kwa hiyo kanisa hakunaga mtumishi wa Mungu. Kwa sababu baba alikuwa mlevi, alikitengeneza pombe. And you did not work on that background. Tuko kwa kanisa na neema ya Kristo. The gospel of grace. Neema ya Mungu haichagui wewe ulitoka kwa uko gani. Amen. Haitaki kujua background yako kama utamkubali leo. Anakunyeshea vipawa vya Roho Mtakatifu. Anakujaza na Roho Mtakatifu na imani na utafanya kazi ya Mungu. John Mark hakukubali kutoka kwa background yao. Ukiona kuna kitu inakukataza kufanya kazi ya Mungu, na ni kazi nzuri watu wengi wamefanya wamefaulu, Bwana asifiwe, ujue ni pepo. Kwa mfano today nilikuwa naambiwa pastor to compile hao watu wote wanataka kuchangisha walete pesa safari moja na tufanye kazi ya Mungu na tupumzike. Amen. Mtu anaenda kubeba yako naye. Mitume.
alikuwa anauza mashamba. Bwana sifiwe. Unajua kwa New Testament. Amen. Let me preach for you. Nipigie kwa shangwe na vigeregere nikihubiria. Old Testament kulikuwa na mambo ya fungu, kulikuwa na sadaka, sadaka ya dhambi, sadaka ya trespass, sadaka ya dhabihu. Lakini in the New Testament hakuna mtu anaongelea kuhusu fungu la 10. Hakuna mtu anaongelea, Yesu hakuongelea hata dhabihu. Lakini watu walikuwa na beba mali zao wakiguswa na Roho Mtakatifu penye hitaji liko. Amen. Ungenipigia yako makofi. Penye hitaji liko. That's why they sold the land. Hakuna mtu aliambia mtu lazima uuze shamba. Barnaba akaenda akauza shamba lake mwenyewe na akabeba kila kitu. Alafu Anania na Safira wakakopi kutoka kwa nani? Salamu yako jirani. Usifanye vitu kwa sababu umeona jirani amefanya. Kuna watu wana neema ya juu. Wewe fanya vitu kwa neema yako. Amen. Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Mtibu simu zenu. Neema. The grace. Anania na Safira wakaona, kumbe watu wanapeana vitu. Nao pia wakaenda wakauza nini? Shamba. Hawakubeba vile Barnaba alibeba. Hao wakakata nusu wakaacha nyumbani, wakachukua nusu wakafanya nini? Wakakuja. Na watu wa kwanza wamebeba kila kitu wameleta. Bwana asifiwe. Kwa New Testament unaangalia ni wapi naweza kufanya kazi. Kama ni fungu la 10, kuwa mwaminifu kwa fungu la 10. Kama ni kujenga unaweza kuja unasema hii paa mimi naweka hii paa yote. Sasa unasema mlango ya mbele ni yangu. Unaenda kulingana na the grace Mungu amekupa. Tema mchungaji, mwaka huu by the way miaka kadhaa. Karibu miaka kadhaa mimi najibarishanga. More than 10 years mimi najibarisha. Taka tupatikane na mtu anasema pastor, utahubiri tu injili usishughulike na mavazi. Amen. Kwani shilingi 3,500 kwa mwezi na umejitolea. Bwana asifiwe. Na hiyo kazi umesimama nayo. Nakwambia nikienda mahali wakisema pastor you are smart, tukufu na mrudia mwenye alinunua nini? Go. That project ni ya mtu. Mwingine anasema viatu pastor usishughulike. Namba ngapi? Namba fulani. Kila mwezi. Tatembelea viatu mpaka nafika manaambia yes you are great. But sasa salamia jirani mwambie nani aliroga wewe? Muulize. Who bewitched you that your eyes cannot see what you can do in the house of the Lord? Nasema msukumo mpaka mtanganywe na usi, mtanganywe na kitambaa, waseme maji sasa ni maji ya upako. Maji yote ni ya upako hata ya mfereji. Utanganywe kwanza ndio utoke kwa umechanganyikiwa. Watu wa Mungu, the grace of the Lord Jesus inafanya kanisa Mungu inaenda mbali. Tutadanganya, utameza mauzi lakini hakuna mahali utaenda. Salamia jirani. Na niwaambia juzi, ukistukia umegonjeka na uzi ilisha jana, utafanyaje? Na panya ikiangukia maji ama ikate chini hapo na itoboke imwagike na mashetani ikujie usiku. Hivi tu ni ya ujanja peke yake. Watu wa Mungu tunahitaji kumwamini Kristo ambaye ako mbinguni anatungojea sisi. Na Yesu ukifika mbele ya Yesu anasema mwanangu kuja, umestahimili kazi yote iliyofanyika katika maisha yako. Amen. Nataka kuomba na wewe. Praise and worship to you.